Nahisi mwanga unamuumiza. Hebu sogea, nirudishe nyuma. Vizuri. Ngoma chako taratibu. Vizuri. Mwangalie pale. Angalia kule. Angalia huko. Angalia huko. Angalia kule mbele. Hizi ni ngapi? Moja. Na hizi? Mbili. Wow. Kazi nzuri sana. Kwa kweli Mungu mkubwa. Hongera sana. Kwa kweli Mungu mkubwa. Amina. Imewezekana. Nashukuru Mungu. Kwa sasa chukua mpeleke kule udini. Ufanye maandalizi. Sawa. Leo anaondoka huyu anarudi nyumbani. Sawa. I love you. Oh, mimi nakupenda sana. I love you. I love you. Nakupenda sana. I love you. Hongera sana. Hongera sana Brother Derry. Asante Dr. Hongera sana. Asante. Matokeo ni mazuri sana. Mgonjwa wetu Wilfred anaendelea vizuri. Leo tutaweza kuondoka naye. Unamaanisha Winnie amepona kabisa? Kabisa. Winnie amepona kabisa? Kabisa. Amepona na anaona vizuri kwa sasa hivi. Hivi sasa nataka nikuandikie tu dawa ambazo ataweza kutumia kwa ajili ya maumivu na mambo mengine madogo madogo, kwa sababu atakapokuwa huko nyumbani anapaswa atumie angalau baadhi ya dawa. Utakapotoka hapa utapitia pale katika famasi yetu, kuna dawa nimemwandikia hapa ambazo ataweza kutumia kipindi atakapokuwa nyumbani kwa ajili ya maumivu pamoja na kumsaidia katika swala la macho yake kufanyaje kukaza vizuri. Zingatieni matumizi ya dawa. Sawa? Sawa, msikosee. Chani. I love you. Nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you. Oh.
Kila kitu ninachokiona mbele yangu ni kizuri. Hakika dunia inavutia kuitazama. Winnie. Hongera sana. Deli. Umefanya? Inawezekana. Umeniaminisha. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na mwenzangu Nesi Hidaya. Hongera sana Nesi Hidaya. Asante sana. Kazi yako njema sana. Kwa kweli tumefanya kazi kubwa sana. Na imeonekana. Asante. Hongereni sana. Asante. Umefanya kitu kikubwa sana chenye heshima. Dr. Salman. Na umetuheshimisha madaktari wazao. Asante sana. Na pia hospitali yetu. Brother Deli, kwa sasa mnaweza kuondoka. Pitieni hapo kwenye pharmacy. Ukishapata huduma zenu, ruksa kwenda nyumbani. Kupenda kukosea, wako niko radhi kwa dhambi tekete. Mshika yangu kalamu na njia niongozea, mfalme moyo wangu kwa vita unitete. Nishafanya vingi sana, nishaona wengi sana, maisha nkakata tamaa, ila wewe ukanipa maana. Karibu sana. Asante. Hapa ndo nyumbani na mazingira kama unavyoona. Sasa shemeji, mimi sikai sana bwana. Sikai sana. Na kwa mimi sikai mbali, niko nyuma tu hapo. Kwa kama utakuwa na changamoto yoyote, yani hata ikiwa usiku wa manane, wewe nipigie tu simu, yani mimi nitakuja hapo. Yani wewe hata usiwe na wasiwasi. Sawa. Ila shemeji, toka nafika hapa au toka tupo hospitali mpaka tunatoka tunakuja hapa, sijamuona Jackie kabisa. Shemeji, upo sawa? Shemeji. Hamna tatizo, hamna tatizo. Mimi nimekuelewa na ni kweli Jackie haujamuona. Lakini mimi nikuondoe tu wasiwasi. Wewe sasa hivi umechoka sana. Wewe kapumzike kwanza. Alafu muda si mrefu Jackie wako utamuona. Basi sawa.
Shemeji. Vipi, mbona asubuhi? Kuna tatizo lolote? Wewe sio kunidanganya mimi. Kila siku leo, kesho kutwa. Unanipa ahadi ambazo sio za kweli. Shemeji, hata kama nikiumia, lakini nitazoea hiyo hali. Unajua mtu kabisa amekufa. Unanificha mimi shemeji. Bora niambie ukweli kuliko kunificha. Mbona sijakuelewa? Na hapa mtaani mbona hamna mtu yote ambaye amekufa? Na hata unavyoona hakuna hata dalili ya msiba. Unamaanisha nani amekufa? Shemeji, nimeota Jackie amekufa. Na kama unajua amekufa, kwa nini usiniambie? Unaona hili jambo la kucheka? Au unaona mimi nafanya mzaa hapa, nafanya masiala? Yaani mimi unajua jinsi gani mimi ninavyoumia hapa? Yaani mtu anakufa, shemeji unacheka. Unaona hili jambo la masiala? Au mimi nipo kwenye mzaa hapa shemeji? Yaani shemeji hujanielewa. Mimi sijacheka kwa hiko ambacho umekizungumza. Ila hiyo ndoto ambayo umetafsiri na kuiamini kama kweli Jackie amekufa ndio kitu ambacho mimi kimenichekesha. Lakini nikwambie tu ukweli. Yaani Jackie ni mzima wa afya, yaani ni mzima kabisa. Na jana tu nimetoka kuzungumza naye. Na tumepiga story sana. Yaani sana. Na tena anakusalimia. Na bora hata ulivyokuja kwa sababu nilikuwa nimepanga nikiamka asubuhi nikupigie simu kwa sababu nina bonge la surprise yako. Na naamini utaipenda. Kwa hiyo cha kufanya wewe kajiandae, mimi nitakupitia hapa. Unasemaje? Shem, nenda kajiandae. Hapo unavozidi kusimama ndo unachelewa. Wewe kajiandae pale, mimi napiga vitu vyangu hapa na kupitia hapa. Shemeji, unaniaminisha au? Shem, kajiandae, mimi nakupitia, wewe nenda. Wewe utaiona hiyo surprise. Karibu sana, na kama unavyoona dada hapo anaitwa Irene na yeye ndo alikuwa akisimamia hapa. Kwa hiyo utaendelea kuwa naye ili akuelekeze baadhi ya vitu na uendelee kupata uzoefu. Irene anaitwa Winnie, ndio bosi wako. Kwa hiyo ndio surprise ambayo ulikuwa unaniambia. Hii ndio ofisi ambayo Jackie aliacha. Akasema utakapopata tu nafuu na utakapokuwa sawa ndio uje kusimamia. Hivi unavyodhani mimi na shida na kula au na shida na duka? Naona mimi na yeye tumeshindwana. Pesa hizi jamani. Safi, mambo salama dada. Habari. Hivi ninaweza kumpata wapi Jackie? Jackie. Jackie ana muda mrefu sana hapa hajafika kijiweni. Ana kama miezi miwili hajafika.
labda cha kukushauri, utafute Deli. Ukimpata Deli, umempata Jaki. Basi sawa, asanteni. Asante. Ndio yule alikuwa kipofu. Huyu PC alikuwa kipofu. Ndio yule. Ndio huyo. Sikiza nikwambie. Mungu yupo. Mazingira ya kiushirikina upo. Mimi nakupanga. Amini, ukatae ukubali, lakini swala hilo lipo la ushirikina. Kweli Mungu mkubwa. Samahani mdogo wangu, kuna swali nataka nikuulize, naomba unijibu. Bila samahani. Hivi unamjua bosi wako hapa? Bosi wangu simetoka kutambulishwa hapa leo, ambaye ni wewe. No, sikuwa na maana hiyo. Namaanisha bosi wako ambaye alikuwa ajili hapa. Si yule kaka Deli ambaye umekuja naye. Hauna bosi mwingine unamjua tofauti na wewe? Hapana, kwa kweli. Ukiachana na kaka Deli, ni wewe ambaye nimetambulishwa leo. Hakuna bosi mwingine anayefahamu kwa ofisini. Hivi wewe utaendelea kunidanganya mpaka lini? Utanidanganya mpaka lini? Sijakuelewa. Kwani shida nini? Unielewi nini? Hivi unaona thamani ya macho sasa hivi? Unafikiri naona thamani ya macho? Sioni thamani tena haya macho kwa sababu sioni mtu nayempenda. Sawa, mimi nimekuelewa Wini na nimekuelewa vizuri sana. Njoo tuongee. Tuongee nini? Hapa leo sitoki mpaka unipeleke nilipo alipo Jaki. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini si ya biashara. Twende pembeni tukaongee vizuri ili nikuelewe na mimi nikuelewesha ambacho nataka kuelewa. Umeelewa Wini? Sasa Wini, unaona kabisa kwamba leo ni eneo la biashara. Wewe unakuja unapiga makelele, unafoka. Uone kama wanifukuzia wateja. Wateja wako mimi nasema nao gani? Au wateja wako mimi nasema nao gani? Ninachotaka sasa hivi mguu wangu unipeleke alipo Jaki. Mimi nimekuelewa vizuri na nimekuelewa sana tu. Yaani nimekuelewa vizuri tu. Na hili jambo linazungumzika kuliko kuja hapa na makasiriko, unapiga makelele. Ikiwa hata nishakuahidi kwamba mimi nitakupeleka. Utanipeleka lini? Utanipeleka lini? Wewe kila siku nitakupeleka. Utanipeleka lini? Kwa sasa hivi wewe hauniamini kabisa. Na hata hiki ambacho nakwambia haukielewi. Nadhani wewe unielewi. Mimi nishazoea kuishi kipofu. Na sioni tena thamani haya macho kwa sababu sioni mtu unampenda. Sikiliza basi. Upo unakwenda mbali sana. Na kuahidi kesho mimi nakupeleka. Kesho? Na hata kama sijakupeleka mimi, basi nitakuelekeza sehemu ambapo walipo.
na uhakika hapa tulikuwa tunashuka na pikipiki, sijui kulia, sijui kushoto. Mwenyezi Mungu niongoze. Samani kakaangu. Samani sana. Samani. Siama. Haujaumia kweli? Hujaumia? Samani sana. Pole. Pole sana. Pole. I love you, mina kupenda sana. I love you, I love you, nakupenda sana. I love you. Kama kwa binadamu kupenda kukosea, kwako nipo radhi kwa dhambi tekete. Mshika yangu kalamu na njia niongozea, malkia wa moyo wangu kwa vita unitete. Nishafanya vingi sana, shaona wengi sana, maisha nikakata tamaa, ila wewe umenipa maana. Zaidi ya dhahabu yako thamani, huwezi kutadharani, sitokuweka rehani. Zaidi ya dhahabu yako thamani, huwezi kutadharani, sitokuweka rehani. I love you, mina kupenda sana. I love you. I love you, mina kupenda sana. I love you. I love you, mina kupenda sana. I love you. I love you, mina kupenda sana. I love you.
Wewe dada, mambo gani sasa unaleta? Mambo yapi? Usi mwanamke mwenzio. Kwa hiyo unamdhalilisha na kummwagia maji hapa barabarani? Kaka, huyu baba yake mimi nishamchoka. Kwa sababu kila siku ya Mungu lazima aje hapa kuomba chakula. Alafu mimi sitoi msaada, sawa? Mimi nafanya biashara hapa. Umenielewa sijui? Mimi nimemchoka kabisa, nimemchoka na ndio maana nimefanya hivyo. Sasa nisikilize. Kama unaona wewe unamuonea sana huruma, naomba mchukue ukamlishe. Ila dada, si ungemwambia tu huyo aondoke, angeondoka zake. Kuliko naona. Jamaa wewe. Vipi bwana? Fresh, karibu. Ukiniona unafurahi, yaani unapenda kucheka tu ndugu yangu. Sasa nakuona na vitu vyako sasa, kwa nini sifurahi? Wewe tena. Hebu nipatie unga kwanza niondoke. Sawa, lakini vipi? Wewe ni mgeni wangu. Kwa hiyo mgeni wako. Wewe ni mgeni wangu. Hapo sawa, ila ungeanza kuniambia sasa kwamba bwana huyu mteja sio hivyo sasa unakipeleka, singekuelewa. Singekubali. Ushaanza mambo yako. Umesema pima unga kwanza hapo. Ndio, kwa shajichanganya tayari. Kama kwa binadamu kupenda kukosea, wako niko radhi kwa dhambi tekete. Mshika yangu kalamu na njia niongozea. Hivi unaitwa nani? Winnie. Winnie, unatokea wapi na ndugu zako wakina nani? Sina ndugu namjua na wazazi wangu washafariki. Do, pole sana. Kwa hapa unaishi wapi na unaishi na nani? Siishi na mtu, natangatanga tu. Jua linapozamia ndo nyumbani kwetu. I love you, nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you. I love you. Nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you.
Mzee wa kazi. Kitulize mwanangu. Kwani nyumbani kwako kuna panya siku hizi? Maana pisi yako ilipita nayo imekuja dukani sasa hivi hapa kuchukua sumu ya panya. Unasemaje? Yaani ninavyokuambia sasa hivi hapa amekuja dukani kuchukua sumu ya panya. Pole sana. Inabidi sasa ujikaze. Uyapambanie hayo wewe ambao unayohitaji. Kumbuka hapa duniani kila mtu ana changamoto yake. Leo wewe una changamoto ya macho na ndicho kinachokuumiza, lakini wapo watu wanatamani hata hayo macho wasiwe nayo kulingana na maisha wanayoishi. Tena kuna baadhi ya watu walipewa maisha mazuri kama zawadi, lakini wakaya
heri kumbukumbu ya mateso yatakupa furaha na amani kwa yule yapitia, kuliko kumbukumbu ya furaha itakupa maumivu na mateso na kutamani siku zingine ikiwa haiwezekani. Kama kwa binadamu kupenda kukosea, wako niko radhi kwa dhambi tekete. Mshika yangu kalamu na njia niongozea, mfalme moyo wangu kwa vita unitete. Nishafanya vingi sana, nishaona wengi sana, maisha nikakata tamaa, ila wewe ukanipa maana. Zaidi adhabu yako thamani, huwezi kutadharani, sitokuweka rehani. Zaidi adhabu yako thamani, sitoweka dharani, kukuweka rehani. I love you, nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you. I love you. Nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you.
kama kwa binadamu kupenda kukosea, wako niko radhi kwa dhambi tekete. Mshika yangu kalamu na njia niongozea, mfalme moyo wangu kwa vita unitete. Nishafanya vingi sana, nishaona wengi sana, maisha nkakata tamaa, ila wewe ukanipa maana. Zaidi ya adhabu yako thamani, huwezi kutadharani, sitokuweka rehani. Zaidi ya adhabu yako thamani, sitoweka dharani, kukuweka rehani. I love you, nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you. I love you. Nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you. Winnie. Mimi naenda kazini sasa hivi. Mungu akipenda baadaye. Jackie. Moja niambia leo nikupikie nini? Usijali. Leo kinachotakiwa wewe ni kupumzika tu. Mimi naenda kujitafutia riziki. Baada ya hapo nitarudi na iko chakula. Sawa? Hapana. Niambia leo nikupikie nini, maana naweza kupika. Usijali kwa hilo Winnie wangu. Fanya kama nilivyokuambia. Ila kwa sababu unahitaji kufanya hiko kitu, mimi nakuomba ungetoka hapo tu jirani, ingine ungechukua vizagazaga kadhaa ungerudi. Mimi naenda kazini kutafuta baadhi ya riziki zangu, nikisharudi nyumbani nitakupikia. Sawa. Kama kwa binadamu kupenda kukosea, wako niko radhi kwa dhambi tekete. Mshika yangu kalamu na njia niongozea, mfalme moyo wangu kwa vita unitete. Nishafanya vingi sana, nishaona wengi sana, maisha nkakata tamaa, ila wewe ukanipa maana. Zaidi ya adhabu yako thamani, huwezi kutadharani, sitokuweka rehani. Zaidi ya adhabu yako thamani, sitoweka dharani, kukuweka rehani. I love you. Nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you. Mume wangu. I love you. Nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you. Basi nisamee mimi.
Kuna lingine? Naona unaondoka, hujaniachia chochote. Yaani wewe leo utakula jeuri yako. Vipi mwenzetu? Mama na njaa. Kwa nini kuja kuchukua hela kula? Wewe Aika. Mbona sikuelewi na mumeo? Hivi nimekuozesha au ulienda tu uko bure? Kila siku wewe kiguna njia kuja kuchukua hela kwangu, kweli? Kweli hii sio ndoa. Sasa nisikilize. Rudi kwa mumeo kule kazini. Nenda kamwambia akupe hela ya kula. Kama hajakupa hela ya kula, nenda nyumbani kwako. Kabebe kilicho chako urudi nyumbani. Maana mimi sijui kama hii ni ndoa au ni kitu gani. Maisha gani haya? Mtu anakondoka nyumbani anakuacha bila hela ya kula. Sasa sijui hata kama mwenyewe anashinda na njaa au ni wewe tu mwanangu. Unanisikia Aika? Nenda kwa mumeo kazini. Asipokupa hiyo hela ya kula, nenda nyumbani kwako, kakusanye kilicho chako urudi hapa nyumbani. Waika. Unanielewa? Nakuelewa. Nenda sasa kama kwa mumeo kunyima hela ya kula, nenda nyumbani kwako. Kafungashe kilicho chako, rudi hapa nyumbani. Sijamfukuza mtu. Ile habari ya kuja sijui nataka hela ya kula, mimi kila siku niwe nakutolea ile hela ya kula. Sasa bora urudi ukae nyumbani. Acha kujiuliza, nenda bwana. Unanielewa? Nenda. Una option hizi 2. Uende kazini kwa mume wako akakupe hela ya kula au la uende nyumbani kwako. Ukakusanya kilicho chako, urudi hapa nyumbani. Haki ya Mungu, hizi ndoa hatari. Sasa hivi tu wako wawili. Hivi wakipata mtoto inakuwaje? Maisha yao kama ni magumu. Huyo arudi. Arudi tu. Hii sio ndoa. Sio ndoa kabisa.
Haiwezekani kila siku unaongea ndo wale wale. Ndio fanya upeleke umbea kwa nini? Uwezi sasa. Unalingata sio? Unalingata na buti. Mbavu utakuwa leo. Utakuwa. Utakuwa leo mbavu wewe. Haiwezekani. Nakwambia utakuwa leo. Mbavu wewe. Haiwezekani kila siku mimi niongee. Kufa. Nishachoka mimi. Haiwezekani tabia yako hiyo hiyo. Fadhata nikae peke yangu. Kufa. Nishachoka mimi. Wewe. Mwanangu niachie. Mwache basi wewe. Acha afu. Babu. Acha afu. Nishachoka hii tabia haiwezekani kila siku. Kausha mwanangu. Kausha mwanangu. Hivyo na. Kausha mwanangu. Wewe usipende kuingiliana ujue. Mbona unapenda kuingilia ugomvi wa watu? Yule ni mke wako, mbona unataka kumdhalilisha hapa mbele za watu? Kama ni mke wako, kwa nini uingilie ndoa za watu? Sio kuingilia ndoa za watu. Wewe hapa mimi nimekunusuru hapa rafiki yangu. Umenusuru kwa nini? Wewe unajua mimi kaninyima nini wewe? Sawa yule lakini ni mkeo. Mara ngapi mimi nakuta madem zako unaonaga mimi naingilia ugomvi wako? Nisikilize basi na mimi ninachotaka kukwambia, achana na hayo mambo. Wewe mwanangu hebu achana na mimi. Kausha basi mwana. Kausha basi mwana. Kausha basi. Katika hii dunia hakuna kitu kibaya kama kumpiga mwanamke. Ni laana kubwa sana. Sana. Kizingatia yule mwanamke anakupenda. Yaani unampiga mpaka anafikia hatua unasema kabisa unataka umuue. Unamdondosha chini, unamkaba. Maisha gani hao rafiki yangu? Yule ni mwanamke wako, ni mkeo kabisa tena wa ndoa. Kufiwa au kupotelewa na mke kunauma. Mimi mpaka hivi leo najuta na naumia. Yalionikuta mimi ni mazito. Lakini mpaka hivi leo najiuliza ni kwa nini nimefanya vile. Maumivu yake hawezi kuisha wala kupotea. Yaani wewe ule mwanamke ni kumuelekeza tu. Atakuelewa kwa sababu si anakupenda. Lakini ikifikia hatua ambako unasema mimi nitakuua. Tena unamwangusha chini, unamnyonga kabisa yani. Utakuja kujilaumu baadaye. Sawa Jaki. Unachoongea ni sahihi. Lakini je, hivi ungekuwa wewe, ungeweza kuvumilia huo upumbavu? Au mradi unaongea tu kwa vile hapo kwako? Omari. Siku zote mwanamke ni kama mtoto mdogo tu. Anahitaji umueleweshe sana ili aweze kuelewa. Na hakuna kitu kibaya kama kueleweshana kwa kupigana. Yaani nyewe kila siku ugomvi tu, unampiga mkeo, unamuumiza, yaani mpaka yule mwanamke muda mwingine analia. Yaani unamkuta muda wote mnyonge kwa sababu yako. Haitakiwi iwe hivyo. Yule akikosea umueleweshe tu. Mbona anakuelewa? Yule bado anakupenda, tena anakupenda sana. Unapoenda na kumwambia maneno yako mazuri, atakuelewa tu. Lakini sio imekuuzi kidogo, umempiga, amekukera kidogo, umemfanyia Omi. Itakuja kukugharimu rafiki yangu. Haya maisha yanahitaji hayo mambo. Yule ni mke wako rafiki yangu. Hizi shida zinazotokea ni za kuvumiliana tu. Itakuja kukugharimu. Kwanza nashukuru sana ndugu yangu. Yaani swala ulioniokoa. Yaani mpaka sasa hivi sijui ningekuwa wapi. Hivi ningefanya vile ile tukio kweli ningeenda jela, nani angekuja kunitoa? Naamini kweli hasira ni hasara. Yaani nakushukuru sana ndugu yangu. Mimi nashukuru kwa kunielewa. Inabidi ufuate hayo nilokuambia.
kwa sababu la sivyo utakuja kuumia, na maumivu ya kufiwa na mwanamke ni mazito. Maumivu ya kufiwa na mwanamke ama mkeo ni mazito rafiki yangu. Utakuja kuumia na maumivu yake hawezi kupotea leo wala kesho. Mimi mpaka hivi leo unavyoniona najuta, naumia. Nikifikiria masuala ninayofanya nyuma nakosa amani kabisa. Na ndio maana hata nikiona mtu akiwa anamfanyia mwanamke visa, hasa nikimkuta mwanamume anampiga mwanamke wake, naumia. Nahisi kama anakaribia kuingia sehemu ambayo nilipo mimi. Rafiki yangu, mimi nipo sehemu mbaya. Na kidonda kizito kwenye moyo wangu ambacho hakiwezi kupona hata kwa nini. Ninayokuambia haya najuta rafiki yangu. Jaribu kumpenda mwanamke wako. Jaribu kumheshimu mke wako. Ili mpate kunyoosha familia yenu. Ili mpate kutimiza malengo yenu. Yule hakuja tu. Yule anahitaji familia iendelee. Anahitaji faraja iendelee. Haya matatizo usiyaruhusu. Huyu ni shetani huyu. Aliingia kati yenu. Na hakuna mwingine. Usikubali shetani aendelee kutawala. Akiendelea kutawala shetani, maumivu yake ni makali na mazito sana. Sijui unanielewa. Mimi niseme tu kwanza asante rafiki yangu. Asante sana. Mimi nikitoka hapa nitaenda kuongea na mke wangu. Nitaongea naye, nitamwomba msamaha. Najua atanisamehe. Unajua hapa mlangoni nimekaa masaa mangapi mimi? Masaa 5. Alafu wewe sasa unaniletea utoto nini kabwa? Pumbao, wewe wangu sikupendi. Sikupendi. Lakini mume wangu usinajua ile yangu ilivyo. Wewe mwanamke wewe, malaya. Unaingiza wanaume huko ndani. Sasa uko wapi jamani? Wewe wasipo yake kabisa katika maisha yangu wewe. Wewe mwanamke.
mwanamke. Yaani wewe sasa sijui unakuonaje yani. Sijui upoje, hata sikuelewi kabisa. Kwani mume wangu zile dawa nilizokuagiza umeniletea? Dawa? Yaani niaje kunywa pombe, nilewe, nienjoy pesa zangu, nikununulie dawa kama nani? Mume wangu, si unaona kama mimi ninaumwa au unataka nife ili ulizike? Wewe unataka kufa? Unataka kufa? Sasa ngoja nikuue mimi. Unataka kufa mbwa wewe. Kufa mbwa wewe. Mungu amekuwa sikupenda, bora ufe kabisa. Unatumia pesa zangu, uniletea mtoto wa kiume, unaniletea mdoli ambao mimi mwenyewe siuelewi. Wewe si mdoli tu. Wewe una mtoto? Nataka mtoto wa kiume, uniletea enjoy maisha. Uniletea mdoli. Mdoli mimi wa nini? Mimi sina mdoli. Ah
wangu nakupenda. Na najua unanipenda sana. Na naamini mimi ndo chaguo la maisha yako. Nisamehe sana kwa hichi nilichokifanya. Mume wangu. Maamuzi ya kwangu mimi na si ya kwako wewe. Naomba usijilaumu kwa chochote kile mume wangu. Kesi yangu naomba usihusishwe mtu yeyote. Haswa mume wangu ninayeishi naye. Nimeamua kujua mimi na mtoto wangu. Karibu Bwana Jackie. Asante dokta. Mgonjwa wako ndo Winifrida Herman. Naam. Nimefanikiwa kumfanyia vipimo vya macho yake yote mawili na majibu nimegundua kuna tatizo katika macho yake. Viungo vyake na sehemu zake zote katika macho havifanyi kazi. Vimekufa kabisa. Na ni ngumu kumtibia na kumrudisha kwenye hali yake ya kawaida. Naweza kusema itabidi aweze kulizoea tatizo na kuweza kuishi nalo. Dokta, unataka kuniambia una njia nyingine ya kupata kumtibia Winnie na akapata kuona? Kwa sababu nahitaji Winnie aone. Bwana Jackie, kawaida yetu sisi madaktari ni kutibu. Na sisi hatujai kumkataa mgonjwa yoyote yule. Ingekuwa labda ni some cases ndogo ndogo ambazo inawezekana kuzisolve, tungeweza kumwandikia hata transfer hizo kwenda India, South Africa na nchi zingine zilizoendelea ili kuweza kutibika. Lakini ni kama tatizo haliwezi likatibika, lazima tuambizane ukweli. Hili tatizo ni gumu. Na kuna opportunity nyingine anaweza kaitumia. Akatumia milango yake mingine ya fahamu ili kuweza kumsaidia katika maisha yake. Dr. Salman, karibu. Asante sana. Ina maana zoezi lake bado limeshindikana? Yeah. Ile nakumbuka tumezungumzia hili. Nakumbuka tulipozungumza tulikuwa na option ya pili. Hilo mlikuwa mmefikiriaje? Dr. Salman. Na hilo jambo haliwezekani. Na sijai kuliona kwenye taaluma yangu ya udaktari miaka yote. How come ikaja
kutransfer macho kwa mtu mwingine na kumpelekea mtu mwingine akaweza kuona? How? Ni kweli ni ngumu, lakini hata hiki tunachokifanya ni watu walikaa wakafanya, na ndio maana sisi tunaendelea kufanya. Ina maana wasingefanya wao, leo tusingekuwa tunafanya. Kwa hiyo mimi nahisi tuthubutu, inawezekana. Dr. Salman, hilo jambo haliwezekani. Hilo jambo ni sawa na kuriski kazi zetu. Hilo jambo ni gumu sana. Hivi mfano ofisa msajili wa chama cha madaktari ikamfikia issue, itakuwaje? Si tunaziriski kazi zetu hapa? Tutafutiwa leseni zetu na kazi ndio inakuwa imeishia hapa. Dr. Salman, hilo jambo samahani, siko lazima nalo kabisa. Ni sawa, lakini mimi nitasema kama nitafutiwa kazi kwa sababu ya mgonjwa, mimi nipo radhi, ila hii kazi mimi naitaka. Okay, fine, nina imani inawezekana, lakini one condition. If ikatokea accident yoyote ile, mimi sitahusika. Naomba uweze kulifanya peke yako. Sawa. Brother Jackie, kama upo serious, hili jambo linawezekana. Kifupi, apatikani mtu ambaye yupo tayari kujitolea macho. Maana hapa tunahitaji macho yaliyo hai ili tuweze kusonga mbele na hili zoezi. Kama kwa binadamu kupenda kukosea, wako nikora. Brother Jackie, kama upo serious, hili jambo linawezekana. Kifupi, apatikani mtu ambaye yupo tayari kujitolea macho. Maana hapa tunahitaji macho yaliyo hai ili tuweze kusonga mbele na hili zoezi. Nishafanya vingi sana, nishaona wengi sana, maisha nikakata tamaa, ila wewe ukanipa maana. Zaidi adhabu yako thamani, huwezi kutadharani. Hivi mke wangu na mwanangu wangekuwepo leo, wangekuwa kwenye maisha gani? Oh Mungu, natumaini umemleta kwangu kwa ajili ya kusafisha makosa yangu. Kama niliweza kuzima ndoto za mwanangu na mke wangu, nitahakikisha Winnie anapona. Niko lazi kupoteza uhai na amali zangu ili kufuta makosa yangu. Kama mimi sitakuwepo, nani atamlinda na kuhakikisha anatimiza ndoto zake? Nimekumbuka Deli. I love you, nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you. I love you. Nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. Hivi uliwasiliana na Jackie? Maana toka asubuhi nilivyoamka sijaona naye kabisa. Ni
kweli, ila mimi ningeomba kwanza tuwahi kwanza hospitali. Alafu tukifika kule kila kitu kitakuwa sawa. Haujasahau chochote? I love you, nakupenda sana. I love you. I love you, mimi nakupenda sana. I love you. Madhambi tekete, mshika yangu kalamu na njia niongozea. Mfalme moyo wangu kwa vita unitete. Nishafanya vingi sana, nishaona wengi sana, maisha nikakata tamaa, ila wewe ukanipa maana. Zaidi ya adhabu yako thamani, huwezi kutadharani, sitokuweka rehani. Zaidi ya adhabu yako thamani, sitoweka dharani, kukuweka rehani. I love you, nakupenda sana. I love you. I love you. Mimi nakupenda sana. I love you.